Mungu anaweka neema ndani yako, ufahamu wako ndio unaweza ukaizuia neema. Ufahamu wa mtu unaweza ukazuia neema ya mtu isimanifesti. Kizuizi cha kiufahamu. Hebu sema kwa jina la Yesu. Kizuizi cha kiufahamu ambacho kinaizuia neema ya Mungu, sema ninakivunja mchana wa leo katika jina la Yesu. Sema ndani ninakivunja mchana wa leo katika jina la Yesu. Shout, ninakivunja mchana wa leo katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Isaya sura ya 61 mstari wa kwanza. Isaya 61 mstari wa kwanza. Biblia inasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Roho ya Bwana Mungu i juu yangu. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Niwahubirie wanyenyekevu habari njema. Kuna mambo matatu hapa lazima ujifunze. Anasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta. Nao kila mwenye mafuta ana assignment ya kufanya. Kila mwenye mafuta lazima awe na kitu cha kufanya. Anasema Roho ya Bwana Mungu i juu yangu kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubirie. Kwa hiyo kila aliyetiwa mafuta, maana yake aliyepewa neema, kuna jambo amepewa afanye. Hauwezi ukapewa neema afu hakuna assignment. Ndio maana inaitwa neema ya biashara. Maana yake unatakiwa ufanye nini? Biashara. Neema ya siasa, unatakiwa uwe mwanasiasa. Neema ya kuwa mke bora, unatakiwa uolewe. Roho Bwana Mungu yu juu yangu maana Bwana amenitia mafuta kuwahubiria nyenyekevu habari njema. Kila aliyepata anointing, aliyepata neema, amepata assignment ya kufanya. Amepata kazi ya kufanya. Amepata kitu cha kufanya. Kuna jambo unatakiwa ulifanye. Sasa utafute kujua nini unatakiwa ukifanye kulingana na neema uliyoipokea. Unielewa ninachokiongea? Umepewa neema ya utajiri, anza kuchakalika sasa. Anza kutafuta hela kama umechanganyikiwa. Tafuta hela, uwe tayari kupiga mtu shavu la kushoto na la kulia ili upate hela. As long as neema iko wapi? Juu yako. Halafu angalia sasa neema. Neema inatembea na roho. Yaani kila penye neema pana roho. Anasema Roho wa Bwana yu juu yangu. Maana Bwana amenitia nini? Kila mahali penye mafuta pana Spirit of God. Yaani hauwezi ukawa na mafuta bila Roho wa Mungu. Kila mahali penye mafuta paro. Kwa kama Mungu amekutia mafuta ya biashara, ujue kuna roho ya biashara. Mungu amekutia mafuta ya kuwa mkulima, kuna roho ya kukusaidia kulima. Kila mtu aliyepewa neema amepewa na roho ya kumsaidia kwenye hilo eneo. Haleluya. Kila mtu aliyepewa neema amepewa na roho ya kumsaidia kwenye hilo eneo. Hebu sema nikipewa neema ninapewa na roho ya kunisaidia. Now, mafuta yanawapa watu kazi ya kufanya. Mafuta au neema inampa mtu kazi ya kufanya. Yaani kila wakati neema inamshukia mtu, kuna kazi amepewa mtu aifanye. Umeona kama Mungu amenipa neema ya kuhubiri, niko hapa nafanya kazi ya Mungu. Angenipa neema ya biashara, nafanya biashara. You see? Neema inapokushukia inakupa assignment fulani ya kufanya. Neema haiwezi kukushukia mwanangu kabaki ukasema sina kazi. Never. Mungu anaposhusha neema juu yako, unaweza kuwa haujaajiriwa, lakini neema inaposhuka tayari milango ya kazi inafunguka. Ni jukumu lako kuitafuta kazi. Don't forget, neema inaweza ikashuka ya kazi, lakini usipoenda kutafuta kazi, neema utakuwa nayo na kazi hautakuwa nayo. Kwa sababu Biblia inasemaje? Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi, bisheni nanyi. Usisubiri kazi kufuate nyumbani, kazi inafuatwa. Umenisikia wadada? Unaweza ukashushiwa neema ya kuolewa, usipopendeza uolewi kabisa. Na mchumba Nicholas akawa anakuangalia tu, lakini asemi lolo, utamekaa kimya.
Anasubiri mpaka siku inaonekana, wewe ni malaika sio malaika, ni mtu sio mtu. Ndio hapo anaanza, alo, haleluya, haleluya. Nasikia roho Mungu ananiambia. Neema ya Mungu inaposhuka juu yako inakupa assignment ya kufanya. Inakupa kitu cha kufanya. Na inapokupa kile kitu cha kufanya inakuhitaji wewe sasa ujitume. Jitume kwenye hilo eneo. Hata kama ukianguka, inuka tena, try it again. Try it again. Yaani wewe jaribu tu, jaribu tena. Thubutu, anguka, thubutu. Don't give up. Jaribu tena. Ulikuwa na mahusiano yaka break up, mkaishia mkapigana makofi, usidhani ya kwamba wanaume wote wana makofi. Kuna wengine wamepewa kuongea, hawajui kupiga. Bora uende kwa mwenye kuongea. Kwa hiyo kama umeanguka kwa huyu, mwambie Mungu, bado umenipa neema. Na hakuna mwanamke ambaye hana neema ya kuolewa. Hiyo neema wote mnayo. Akikupiga kevi, jaribu Tito. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekuja duniani yuko peke yake. Kila mtu na mtu. Hakuna. Yaani hata Nuhu ndo shahidi mwaminifu. Aliingiza watu wawili mpaka panya na mke wake. Chawa na mke wake. Sisimizi na mke wake. Aliingia mbu na mke wake. Wewe unakuja duniani peke yako. Si kwamba unakuja duniani na Mungu akamtuma na mtu. Yaani unapokuja wewe hapa, unaweza kuwa umezaliwa Dar es Salaam, kuna mwingine alizaliwa Kigoma, Mwanza, lakini mlizaliwa wewe na yeye mmefungwa hivi kamba moja. Kamba moja. Mtafute wa kamba yako, mfanano wa kamba yako iko wapi? Ukiona Dar es Salaam umpati, hama nenda Musoma. Hawapatikani, hama nenda kule kwa Waha, Kigoma, atapatikana tu. Utaona tu mtu, mbona mtu kama tuna kamba inayofanana? Waarabu wa Pemba. Asante. Unampata, yaani utafuta unampata.